ufalme tunapata na nini? Endelea. Na haki yake. Tunapata na haki yake. Alafu hayo mengine tunafanyaje? Tutazidishiwa. Okay, kumbe kuna kitu ili kurekebisha misingi iliyoharibika. Lazima tukitafute, tukikipata kile kitu, kuna ufalme ambao umebeba haki. Sasa tupo kwenye falme za aina gani zinazoamua haki zetu? Kama upo kweli kwenye ufalme wa Mungu, kwa nini bado unateseka kwenye shida ile miaka 10? Unasema Mungu anajibu kwa wakati. Kuna shida, kuna watu wanasema kwamba baada ya shida tabu. Kuna shida nyingine, baada ya shida ni kifo. Kama usipojua kama misingi imekushikilia. Kuna anasema kuna ipo siku Mungu atafanyaje? Atafanya. Anasema utafuteni kwanza ufalme na haki. Tunakitafuta nini? Ufalme. Ufalme wa nani? Wa Mungu. Ndipo tunaposali hadi kwenye sala. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako, ufalme wako uje kwanza. Alafu utupe leo mkate wa kila siku ipo mwisho. Sala tulivyoifanya sisi. Baba yetu uliye mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku. Hivyo vingine tutavipata siku nyingine. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kwa nini tumekuta ufalme wa Mungu umeondolewa kwetu na tunavitaka vitu vya Mungu? Maana yake lazima turudi kutafuta ufalme. Tukishaupata ufalme, ndani ya ufalme wa Mungu, ukikaa ndani ya ufalme wa Mungu ni kama raia ambao wapo ndani ya serikali. Kama wewe ni Mtanzania, una haki zote za Mtanzania. Kama upo kwenye ufalme wa Mungu, una haki zote za wana wa nani? Wana wa Mungu. Shida ni kujua nipo kwenye ufalme wa nani. Na ukishajua upo kwenye ufalme wa nani, itakuwa ni rahisi kudai haki zako. Mtu akiwa Kenya hawezi kudai haki za Tanzania. Lazima awe Tanzania. Huwezi kuwa upande wa dhambi ukadai mambo matakatifu. Na ndio maana hapa anasema tutafute ufalme kwanza. Lakini tunajua katika kutafuta ufalme, anasema tubuni na kuiamini Injili. Kwa maana ufalme umefanyaje? Umekaribia. Kumbe ufalme unakuja. Tunautafuta lakini umefanyaje? Umekaribia. Ili unapokuja utukute tukiwa tumetakasika. Ndio maana anatupa neno, anasema tubuni na kuifanyaje? Na kuiamini Injili. Na ndio maana anasema tuingie kwenye toba ya kina juu ya misingi. Ufalme wa Mungu ukija, utukute tukiwa tumetakaswa, na baada hapo tukikaa kwenye ufalme, hautakuwa tena ni mtu wa kulialia kwamba Mungu haonekani. Mungu anasema sikio langu si zito wala mkono wangu si nini? Si mfupi. Mungu atasikia unachoomba, Mungu atajibu unachotaka. Mungu atatusaidia, atasaidia ndoa yako. Kwa nini Mungu hasikii yale tunayoomba? Kwa sababu kwanza ufalme wa Mungu upo mbali na sisi. Mwambie jirani yako, upo ufalme gani? Asikujibu Mr. Kigesi. Andika mambo yanayoharibu misingi ya watu. Mambo yanayoharibu misingi ya watu. Taangalia jambo moja alafu tutaomba. Angalia jambo moja alafu tutaomba. Andika dhambi ya kuabudu miungu mingine. Dhambi ya kuabudu miungu mingine. Mambo yanayoharibu misingi ya watu na kunyang'anya haki. Ibada au dhambi ya kuabudu miungu mingine. Naomba nisomee kitabu cha Wafalme sura ya 6, sura ya 9 aya ya 6 hadi ya 9. Mtumishi wa Mungu nifungulie haraka. Sura ya 9 aya 6 hadi ya 7. Wakati huo ukiendelea kutafakari ni kwa namna gani umejenga msingi wa pale nyumbani kwenye familia yako. Nini kilianza? Nini kilijenga? Nini kilitengeneza? Sasa hii niliyokuwa nimekuonesha kwamba ni rangi ya chakula, ni mfano wa hivi ninavyokupa. Vikiingia kwenye ile eneo la misingi yenye haki vinachafua, afu ile haki inaondoka, kwa sababu Mungu akitazama anasema hawa watu wako chini ya uhalali wa shetani, na yeye ndio mshtaki wetu kila siku. Haya, tusomee Wafalme wa kwanza 9:6 hadi 9. 9:6 hadi 9 anasema, ndio, bali mkigari mkaja kunifuata, ninyi na watoto wenu, msizishike sheria zangu, ndio, na amri zangu, ndio, nilizoziweka mbele yenu, ndio, tena mkienda na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu, ndio, basi
nitawakatilia Israeli mbali na nchi hii niliyowapa. Okay, hapo kwanza kwa sababu ya kuabudu miungu mingine tunakataliwa na Mungu kwenye nchi. Sema kwenye nchi. Kuna mahali ulienda vizuri na Mungu, Mungu akaibariki nchi. Ulipoinua miungu mingine, ulipotafuta Mungu mwingine. Sasa watu nikisema miungu wanafikiri ile ya mababu tu. Kuna watu Mungu wako, miungu yako ni biashara yako. Yaani hiyo haikusukumi. Yaani ni bora uache kusali kuliko kwenda kwenye biashara. Nasema kusali kuna dirisha. Kimegeuka, ulichopewa kimegeuka kuwa nani? Mungu. Kimegeuka kinyago. Halafu kikisha kuwa kinyago chako, wengine ni ndoa zao. Mume wangu amesema nisisali. Kwa hata kuja kwa umeridhika, ndio utafanyaje? Imeandikwa. Ni kweli imefanyaje? Imeandikwa. Lakini kila goti na kila ulimi utafanyaje? Ni kweli ndoa ni wawili, ila hukumu ni ya mmoja. Mwambie jirani yako hukumu ni ya mmoja. Anasema mkagaili njia na kuiacha, nyinyi na watoto. Walioiacha sio watoto, walioiacha ni wazazi. Lakini hii adhabu imeenda hadi kwa watoto. Yamkini waliokuwepo, Ombolezo anasema baba zetu walitenda dhambi na sasa hawapo, na sisi tumebeba maovu yao. Tunahangaika usiku na mchana, tunaomba tupate haki, lakini haki imeharibiwa. Mungu anasema tengenezeni mambo. Vizazi vinne asipopatikana Musa atakayesema na Mungu ili itokee marekebisho kwenye ule uharibifu. Wakati mmoja wana wa Israeli wametolewa Misri, wamefika jangwani, wakainua miungu wa ndama, wamemwinua Mungu wa ndama. Mungu anasema nimepata hasira juu ya watu hawa, lazima niwaangamize. Musa anasogea mbele za Mungu kwa toba, anasema waliokuwa kule watasema huyu Mungu amewatoa Misri aje waue huku wapi? Jangwani. Itakuwa ni aibu kwako, utaonekana sio Mungu leo kwa wasamehe. Asipopatikana Musa atakayelia toba ndani ya vizazi vinne, hivyo vizazi vitatembea kwenye shida. Lazima apatikane Musa atakaye omba mbele za Mungu na kupatanisha vizazi na nani? Na Mungu. Na huyo Musa si mtu mwingine. Sema ni mimi. Leo kutoka hapa unapatanisha misingi yako na vizazi vilivyotangulia. Kama kuna mahali mmekwama muda mrefu, Mungu leo anakutoa. Misingi itatikisika, anakuinua kutoka pale ambako ulikuwa umefungwa na haki yako imenyang'anywa. Kuna vitu vitatokea, si kwa kukemea, kwa toba. Ndio maana Yesu akasema si vema kukuambia umesamehewa dhambi yako kuliko kuambia ondoka uende zako peponi. Watu tunapenda sana kuambiwa tumepokea, lakini ukweli tuingie kwenye toba, kutengeneza misingi. Endelea baba. Na nyumba hii ndio niliyoitakasa kwa jina langu. Na nyumba hii niliyoitakasa kwa jina langu. Sema nyumba hii. Hata hapa jamani, sipalifanyiwa ibada kabla ya kuanza ujenzi. Simetakaswa. Biblia inasema kwa habari ya wakati ule, lakini leo nazungumza hata nyumba hii ilifanyeje? Mtumishi wa Mungu, nitaitupilia mbali na macho yangu. Anasema nitaitupilia mbali na macho yangu. Kwa maana utaelewa kitu hiki. Anasema katika ile Wafalme Nyakati wa Pili 7:14, anasema watu watakapolia toba na kurejea na kuziacha njia zao, ndipo watakapoomba katika nyumba hii, na mimi nitawapokea. Kila watakachosema katika nyumba hii nitakifanyaje? Ibada ya miungu imeharibu eneo lililotakaswa. Ndio maana kwenye ndoa, hata kama kuna mtu anafanya kwa siri, anatumikia miungu mingine, hata kama anafanya kwa siri, yale madhara yanaonekanaga kwa nje, kwa jumla. Unaona tu haki za watoto, yaani watoto hawaeleweki. Wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini watoto yaani hufanani na watoto wanaitwa watoto wa mtumishi wa Mungu. Hata ibadani hawakujua, hawajaenda kwenda ibadani. Kuna miungu imeinuliwa kwenye familia. Kuna miungu ina haki kwenye familia kuliko Mungu wa mbinguni. Kuna vitu ambavyo umeshikamana navyo, kuna vitu ambavyo umevishikilia.
unafikiri kwako ni sawa, na kwa sababu tuko wapendwa hapa, hatuonani nyumbani na mambo ya sirini, unasema mimi si watasema ni mpendwa, lakini kumbe unajitafuna mwenyewe, unatafuna watoto wako, unatafuna na uzao wako, mwisho wa siku haupo na hakuna anayejua. Na si wote tunatakiwa kusema kwamba baba zetu wametenda dhambi. Wewe kama ni baba umefanya hayo mambo, nenda katengeneze mambo ya watoto wako. Kama ni mama umefanya hayo mambo, katengeneze mambo ya nyumbani kwako. Biblia haipepesi, nasema tengeneza njia nini? Tengeneza njia yako upate haki. Tunataka haki, lakini hatutaki kutengeneza, hatutaki kurejea, hatutaki kurejea. Na Biblia inasema moyo unaugua kwa sababu ya kuchelewa kwa kile kilichotarajiwa. Kusoma katika Mithali anasema mioyo ya watu wengi ilipochelewa kupata vile walivyovitarajia mbele za Mungu. Ulikuja hapa ili upone, ulikuja hapa ili uolewe, ulikuja hapa ili upate nyumba, upate kazi, lakini umeingia kwenye wokovu, umeona kama kazi inachelewa, ndoa inachelewa, mali zinachelewa, ukasema Mungu nitakaa naye, lakini ngoja nitafute msaada upande wa pili. Unaingia kutafuta msaada, badala yake unafanyaje? Unajichafua. Baada ya hapo nini kinatokea? Mungu anakukataa. Mungu anafanyaje? Anakukataa. Umekataliwa na Mungu, unaendelea kuomba, unafikiri uko na Mungu, kumbe Mungu alishakuacha. Anasema viondoeni vinyago. Mmeabudu miungu mingine, vita ikainuka Marangoni. Hatuonani nyumbani. Tutengeneze misingi ili kuokoa watoto. Kama wewe ni mama, wewe ni baba, waliogairi njia ni akina baba, walioharibiwa maisha ni watoto. Simama kwa Biblia. Kamata kile ulichoandaa. Kamata kile ulichoandaa kwa ajili ya kumtolea Mungu. Ukasimama juu pia baada ya kushika kile ambacho ulikiandaa.